Karibu sana katika uchambuzi wetu wa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ni mkutano wa kidiplomasia unaohusiana na mahusiano ya kidiplomasia. Mkutano huo ulifanyika katika mji wa Vienna nchini Austria tarehe 18 Aprili 1961. Na mkutano huo nchi ndio zilikuwa sehemu ya makubaliano. Na kabla ya kuweka makubaliano waliweza kuadhimia baadhi ya vitu, wakisema kwamba cha mwanzo walisema recalling, kumbuka kwamba watu wa mataifa yote tangia kipindi cha kale ama hapo zamani walitambua hadhi ya mawakala wa kidiplomasia, kwamba hapo awali hapo zamani basi mataifa yaliweza kutambua hadhi ya watu ambao walikuwa wakienda kuziwakilisha nchi zao katika nchi nyingine. Lakini pia wakasema having in mind, kuwa ama eka akilini malengo na kanuni ya katiba ya Umoja wa Mataifa inayohusiana usawa wa nchi zenye mamlaka kamili, kudumisha amani na usalama ya kimataifa na kuhamasisha mahusiano ya kirafiki baina ya mataifa. Lakini tukumbuke hapo wamegusia kuhusiana na katiba ya Umoja wa Mataifa kuhusiana na sovereignty state, nchi zenye mamlaka kamili basi zote ziko katika hali ya usawa. Lakini pia wakazungumzia kuhusiana na kudumisha amani na usalama wa kimataifa na pia kuhamasisha mahusiano ya kirafiki baina ya mataifa hayo. Lakini jingine wakasema believing that, amini kwamba makubaliano ya kimataifa katika mwingiliano wa kidiplomasia kuhusiana na privilege, ule upendeleo and diplomatic immunity na kinga za kidiplomasia kuendelea huchangia ama hivyo vitu vitachangia kuendelea kwa mahusiano ya kirafiki. Kwa hiyo tukiwa na kinga za kibalozi na upendeleo vitachangia kuendelea mahusiano ya kirafiki baina ya mataifa. Lakini jingine tutambue kwamba akaendelea kusema realizing, tambua kwamba lengo la upendeleo huo wa kinga, yani balozi anapopewa privilege, upendeleo, na anapopewa kinga basi ni haimnufaishi mtu, lakini kuhakikisha kuna ufanisi wa kutenda kazi zake za afisi za kibalozi kama kuwakilisha nchi. Kwa hiyo zitamfanya yeye awe na ufanisi wa kufanya kazi zake zaidi katika ubalozini pale atakapokuwepo. Lakini jingine ni kwamba wamejidhatiti ama wamekubaliana kwamba kanuni ya customary international law iendelee kuongoza mambo yao na sio kueleza kanuni ambazo zimetolewa na makubaliano yaliyopo, kwamba hiyo international customary law ama customary international law iendelee kuongoza mambo yao na sio vinginevyo. Endelea kufuatilia kipindi hichi mwanzo mwisho ili kuweza kujinufaisha ama kutambua mambo mbalimbali yanayohusiana na katiba ya hii ama diplomatic ama hii Vienna Convention. Wamekubaliana nini haya mataifa katika masuala ya kidiplomasia. Asante sana na usisahau kusubscribe channel yetu.